Haleluya, haleluya mtu wa Mungu, popote pale unaponitazama na kunisikiliza. Ni wakati mzuri kabisa, napenda tukumbushane maneno ya Mungu kutoka kwenye kitabu cha Warumi ile sura 12 mstari wa 21. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Jua kabisa ubaya wowote unaokuja kwako umekuja kukuletea madhara. Unakuja kukutoa kwenye amani, unakuja kukutoa kwenye furaha, unakuja kukunyong'onyesha. Sasa Mungu anatuambia njia ya kuushinda ubaya ni kutenda wema. Na hili eneo shetani amekuwa kitutafuta sana. Utakuta unafanywa ubaya na mtu ambaye hata ukutarajia. Utakuta unafanywa ubaya na mtu ambaye saa nyingine umemsaidia katika mambo mengi, lakini anakuja kukufanyia jambo ambalo la kikatili sana. Lakini Mungu anatuambia dawa ya kuushinda ubaya ni kutenda wema. Ni kweli kuna hali inainuka ya kutaka wewe ulipe kisasi. Ni kweli kuna mawazo yanakuja anasema hebu fanya ubaya mkubwa umkomoe zaidi. Mfanyie ukatili umkomoe zaidi. Jua kabisa hapo uko kwenye vita, uko kwenye mapambano. Lakini dawa ya kuyashinda hayo yote ni kumtendea wema aliyekufanyia mabaya. Ni kweli watu wengine wanaweza kukuona kama wewe mjinga, mzembe, huna akili. Ni bora wakuone hivyo, lakini wewe unakuwa umeiokoa nafsi yako. Kwa sababu gani nasema hayo? Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kaushinda ubaya kwa kutenda ubaya. Unaweza kaushinda ubaya kwa kutenda wema. Njia iko hapo na Mungu ametutaka tufanye hivyo. Sikiliza nikwambie. Yule anayekufanyia ubaya anakuwa amemtendea Mungu dhambi na amekutendea dhambi na wewe. Sasa wewe ukisema unajisikia unaona mawazo yanakusukuma ulipe kisasi, mawazo yanakusukuma umfanyie ubaya mkubwa tena zaidi ya huo aliyokufanyia, jua kabisa unaongeza idadi ya watenda dhambi. Amekukosea wewe, amemkosea na Mungu. Ukitaka ulipe kisasi na wewe unajiingiza kwenye dhambi na unakuwa ni mtenda dhambi mwingine. Epuka kurudisha ubaya kwa anayekufanyia ubaya. Najua sio jambo rahisi, lakini ukiwa ni mtu wa kufanya ibada kila siku inawezekana. Ukiwa ni mtu wa kusoma neno la Mungu mara kwa mara inawezekana. Ukimpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako inawezekana. Umesumbuliwa na hali hiyo ya kulipa kisasi, labda wewe wanakuita ni ngumi mkononi, unaweza kubadilika. Unaweza kabisa kubadilika. Lakini kitu cha kwanza, kama hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kama ilikuwa inapita siku yote yenye masaa 24, haujamuomba Mungu, haujasoma neno la Mungu, anza kila siku kuwa muombaji. Anza kila siku kupenda kusoma neno la Mungu. Hiyo hali itaondoka tu.